TAHA imekuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia wakulima katika maeneo ya uzalishaji, uvunaji, usimamiaji wa mashamba na hata ufikiaji wa masoko mbalimbali, masoko ya ndani na masoko ya nje. Kwa nyanda za juu kusini, mazao ya horticulture ambayo yanalimwa ni pamoja na parachichi, apple, makadamia, viazi mviringo, nyanya na mazao ya mboga mboga na matunda mbalimbali. Moja ya changamoto ambayo wamekuwa wakipitia wakulima ni upotevu wa mazao mara baada ya kuvuna. Changamoto kubwa imekuwa ni kwamba kumekuwa hakuna vituo vingi vya kukusanyia matunda au kukusanyia bidhaa mara baada ya kuvuna. Baada ya kuona hilo, TAHA imeanzisha na kuviendeleza vituo vya kukusanyia matunda katika halmashauri ya Njombe mjini, lakini katika halmashauri ya Wanging'ombe. Kuna jumla vituo 5 vya kukusanyia matunda ambavyo vimejengwa na TAHA, ikiwa ni moja ya njia ya kupunguza upotevu wa mazao ya mboga mboga na matunda. Na hapa tunazungumzia sana kwenye eneo la zao la parachichi. Zao la parachichi limekuwa likipitia changamoto mbalimbali wakati wa uvunaji. Na hizi changamoto mbalimbali zimekuwa zikisababisha kulima kupata pesa nyingi ama kusababisha upotefu wa mazao sana yakiwa njiani au namna ambavyo wanatunza yakiwa huko mashambani yamevunwaje na kivuno yanakaa wapi. Sasa TAHA kutokana na kugundua changamoto hiyo, na tukaja na mkakati na mpango wa kuanzisha collection center, ambapo collection center hizo zimejengwa katika mkoa wa Njombe na ziko katika wilaya ya Njombe mjini, lakini pia na katika wilaya ya Wanging'ombe. Collection center hizo zimekuwa ni jawabu la kupunguza upotevu wa mazao hasa ya mboga mboga na matunda ambao umefikia 18% mpaka 32%. Kabla tujajengewa vituo vya kusanya matunda pamoja na TAHA, kimsingi kulikuwa na uharibifu mkubwa sana wa matunda. Kwa sababu moja, tulikuwa tunavuna matunda tunaweka shambani. Hakuwa na vitu maalumu kwa ajili ya kutunza matunda. Kwa hiyo hasara ilikuwa kubwa. Tunaweza kuwa tumevuna labda tani 10 za matunda. Naweza kusema nusu tani ya matunda yakachambulia yote yakawa yameharibika. Kwa hiyo upotevu ulikuwa mkubwa, reject zilikuwa zinapatikana kwa kubwa. Changamoto kubwa kwa sisi wanunuzi, tulikuwa tunapata matunda shambani na chumwa yakiwa mazuri, lakini ikifika sehemu ya kuyakusanyia unakuwa kuna changamoto, hasa wakati wa jua kali. Kipindi cha mvua ndo tunapata changamoto sana, kwa sababu ilikuwa ni hakuna sehemu ya kukusanyia matunda, tunakuwa tunafunika tu. Mwisho wa siku tunapata rejects nyingi, upotevu wa matunda kwa wingi. Hii ilikuwa inasababisha hasara kubwa sana kwa upande wa mkulima na kwa upande wa sisi wa wanunuzi. Sasa majengo haya yameenda kujibu na kwenda kupunguza changamoto ya magonjwa hayo kwa kiasi kikubwa. Hivyo yameweza kuwasaidia wakulima, lakini pia katika zile kata ambazo majengo hayo yamejengwa, yana uwezo wa kubeba mzigo wa tani 20 mpaka 25. Kwa maana hiyo mzigo wa tani 20 mpaka 25 unaweza ukatunzwa kwenye hizo collection centers 5. Kwa mwaka 2025 ambao mavuno tumevuna mwezi Januari, jengo hilo limetuhifadhia matunda vizuri sana. Tukivuna kwa mfano tani 10, unaweza kuona unachambua matunda 3 au 2. Una maana upotevu wa matunda kwa mdogo sana. Sasa hivi reject zinazotokana na zile changamoto za zamani hazipo tena. Tunamshukuru Mungu kwamba malalamiko ya reject zinazotokana na eneo la kuhifadhi matunda zimepungua sana sana. Naweza nikasema kwa 85%. Vituo hivi kwanza tumepokea vizuri kwa mikono miwili, kwa maana vinatusaidia. Cha kwanza, zao hili ni kama chakula. Ni chakula ambacho inatakiwa kitunzwe sehemu nzuri. Na hivi vituo vimejengwa vizuri, na mwaka huu 2025 tumevitumia vizuri, na tulivyochuma parachichi zetu hazikuchambuliwa. Mnunuzi alichukua parachichi zote ambazo zilikuwa zimechumwa. Na hivi vituo walipofika tu wanunuzi, tunawaonyesha kwamba hili ndio jengo la kuweka kreti zenu muweke hapa. Walifurahi sana na walipiga hadi picha wakazituma
kule ambako wanapeleka matunda, na mimi nilikuwepo kama makamu mwenyekiti wa ushirika. Kuvitumia vituo hivi kwa ajili ya manufaa ya kwao kwanza, lakini manufaa ya soko lenyewe ili tuweze kulinda soko, lakini pia tuweze kulinda afya za walaji, kutoka walaji wa sasa, sisi wa ndani, lakini na walaji wa nje. Na vituo hivi vimejengwa na ni bure na vinatoa huduma kwa wakulima walioko maeneo hayo kuja kuvitumia na havilipishwi gharama yoyote. TAHA haitaishia kujenga vituo kama hivi katika mkoa wa Njombe. Itaendelea kujenga mkoa wa Njombe na maeneo mengine ya Tanzania, ikiwa ni mwendelezo wa ile kazi ambayo wameanza, lakini ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wakulima katika masoko, lakini pia katika mnyororo mzima wa thamani wa mboga na matunda katika ndani na nje ya nchi. Mimi sana nashukuru sana kwa shirika la TAHA, wamefanya kitu kizuri na cha msingi hasa kwa jamii. Mimi TAHA wamenikuza. Mimi nilikuwa mkulima wa kawaida, mkulima wa kijijini, na huko ndio nyumbani kwetu. Wametupa elimu za kila mwezi, tunakusana kila mwezi mara moja. Yani binafsi TAHA wamenisaidia sana pamoja na wenzangu. TAHA itaendelea kuwa mstari wa mbele kujenga vituo kama hivi ili kuweza kuwasaidia wakulima na kuzitatua changamoto zao.